Yes, ndugu yangu, leo nitaongea na wewe ambaye unanitazama kwa siku ya leo. Najua kimekuwa ni kitu ambacho nimekaa nikifikiria sana. Kwa nini ndugu zangu tunazidi kuhangaika, tunafeli, tunashindwa kujiwekea malengo? Nikawa nafikiria sana, nikaona leo nikuletee hichi ambacho nimekiandaa kwa ajili yako wewe. Na usizani kwamba hapa ulipo ni mahali ambapo sio sahihi. Hapana, hapa ulipo ni mahali sahihi, maana unapata kila ambacho kitakachokusaidia wewe, lakini pia katika kujikomboa katika mambo unayoyapitia, aidha kiuchumi, aidha kifikra. Unaweza kujikomboa kupitia video hii. Mimi ni Adani, Profesa Adani. Unaweza tu ka subscribe kwenye channel yangu ya YouTube, lakini pia kama umebahatika kuiona video hii upande wa Facebook, unaweza ukanifollow kwa kutokukosa advice kama na hizi. Ambacho nitakwenda kuzungumzia leo ni swala la kwa nini tunafeli. Kwa nini vijana tunafeli? Unajua mara nyingi vijana tuna fursa nyingi, hasa vijana wa siku hizi. Fursa tunazokuwa nazo ni nyingi ambazo hazihesabiki, lakini tunapenda kutokuziona. Tunapenda kutokuziona kwa namna gani? Unakuwa na fursa lakini unaichukulia kwa udogo. Kwenye maisha hakuna jambo dogo, kwa sababu unapodharau lile jambo dogo unaweza ukajikuta umeshindwa kufikia lile kubwa ambalo unatamani kulifikia. Lakini utakapofanya lile dogo kwa ukubwa, unajikuta unafikia pale pale ulipo target, ingawa itakuchukua muda na itaomba process ili kuweza kufikia pale ambako unatamani kufikia. So leo nimeamua nije niongee na wewe kutokana na swala ndogo tunalolipuuza, jambo dogo, kitu kidogo tunachokipuuza ambacho kinaweza kikakufanya ukastaki, ukakwama maisha yako yote, ukashindwa kufikia malengo yako ambayo ulijipangia, kwa sababu ulikidharau kile ambacho ni mwanzo wako. Mimi naomba nikwambie tu kitu kimoja. Ingekuwa kwamba watu wangedharau vitu vidogo waliotangulia, basi mpaka leo na kuhakikishia kwamba meli au ndege ndio vingekuwa vitu usafiri mdogo zaidi duniani, ambao ungekuwa labda na uwezo wa kubeba watoto. Siwezi kusema hata mtu mzima. Kwa nini ingekuwa hivyo? Ingekuwa hivyo kwa sababu wale ambao waligundua meli aiza ndege wangegundua hivyo, na wangefikiria kwa uchache, kwa udogo, wangeweza kuvifanya viwe vidogo zaidi. Kwa sababu ukiangalia ndege inatembea ni angani. Angani hakuna nguzo, hakuna sehemu inajipoint, hakuna kitu ambacho kwamba inasimamia kwamba hapa kuna uhakika zaidi. So ambaye aligundua ndege angefikiria hilo jambo kwa udogo, angeweza kukafanya kadogo kabisa ili kapate nafasi ya kuweza kuruka humo. Angeweza kukafanya kwa mtindo wa ndege ile ndogo tunayoiona. Angalia pia mfano wa meli. Meli inatembea baharini. Sote tunajua kitu kikienda baharini lazima kitazama kikiwa na uzito. Lakini imagine alifikiria nini aliyegundua meli? Aliyegundua meli alifikiria kikubwa na maono yake yalikuwa makubwa. So angeweza kulimit maono yake. Angefanya kameli kawe kadogo dogo ambako kangeweza kuelea bila kuleta shida. So kwa nini walifanya viwe vikubwa? Ni kwa sababu hawakuweza kulimit mawazo yao kwa kile kidogo ambacho hawakuweza kuona changamoto, lakini pia waliona fursa. Yaani hawakuona changamoto ambazo zipo kwenye maji aiza angani, lakini waliona fursa ambao ni kubwa, na wakawa na imani tukifanya kikubwa lazima kitaenda kuwa kikubwa zaidi. Sasa hivi hapo mameli ambayo yana ukubwa wa zaidi ya nyumba 5. Zipo ndege zina ukubwa zaidi ya nyumba 5. Hiyo yote ni kwa sababu waanzilishi walifikiria papana zaidi, walifikiria vikubwa zaidi, na wakashindwa kuona zile changamoto. Hata kama kuna changamoto, lakini hichi ambacho nitakifanya kitaishi na kitaweza kudumu na kitafanya kazi kwa uhakika. Hiyo ni moja ya siri ya kuwaza, ya kugeuza kidogo ulicho nacho kiweze kuwa kikubwa na kutokulimit mawazo yako. Nikwambie tu siri moja, siri ya kushindwa na kuweza ipo ndani yako. Na watu wengi wanafanikiwa, sio kwamba wale wanakuwa na nyota mafanikio wanakuwa nini, no. Fikra za mafanikio yanaanzia kwenye fikra. Unapoanza kufikiria mafanikio, lazima mafanikio pia yanakuwa wewe anakutengenezea njia ambayo inakuwa ni rahisi, inakupeleka kwenye mafanikio. Huwezi kufikia kitu kabla hujawahi kukifikiria. Hujawahi kufikiria kuwa tajiri, never hautokuja kuwa tajiri, kwa sababu hakuna utajiri wa bahati mbaya. Hakuna utajiri wa bahati, niseme. Hakuna bahati katika neno mafanikio. Mafanikio ni swala ambalo linaomba process. Tena process ambayo inaomba wewe uifuatilie zaidi katika
katika sekta mbalimbali. Ufuatilie katika elimu, ufuatilie katika utendaji, lakini pia uzame zaidi katika kulifanya hilo swala. So nikuombe na nikwambie kwamba mafanikio au kushinda na kushindwa vipo ndani yako, na usidharau kile kidogo ambacho unakipata, aizo kadharau kile kidogo ambacho unafikiria kukitengeneza kuwa kikubwa. Uwe kitengeneze tu. Kwa swala la kusema kwamba hii ni ndogo sana, haito nifikisha malengo. No, hiyo ndo kubwa. Maana ile ndogo ya leo ndo inazaa kikubwa. Tungedharau vidogo, niombe nikwambie tu hili pia, tungedharau vidogo kama leo tusingekuwa na miti mikubwa. Kuna miti ya mizambarau, machungwa, maembe. Ukiangalia mti wa embe unapandwa na kile kidude cha ndani kile, unapanda kinazaa mti, huo mti unazaa maembe mengi. Ukiangalia pia mikwaju iko hivyo hivyo. Kwa mfano kwamba lile mbegu ndogo unalokwenda kuliweka ndani, unalizamisha ndani kwa malengo kwamba litaota, na ndo jinsi gani ambacho hicho kidogo licho nacho unaweza ukakizamisha, yani ukakipanda, halafu baadaye kikaota na kikaja kuwa kikubwa, baadaye kikakusurprise, ikawa sikuwa nadhania, sikuwa nafanya hivi, so ikakuletea surprise ambayo hata haukutegemea. Ndo sababu nimekuja hapa kwa ajili ya kuongea na wewe unayenitazama. Usidharau kidogo licho nacho, usidharau kile kidogo unachofikiria kuanza nacho. Anza hapo hapo, maana kuanza kunaomba hatua. Kuanza sio maneno, kuanza sio nini, kunaomba hatua ambao unatakiwa kuifanya wewe. Ukianza basi unakuwa unapata mbinu zingine za kuweza kukuanzisha. Usisubiri upate kikubwa, maana imagine tungekuwa tunasubiri tupate mti mkubwa wa embe ndo tupande sasa tuletee maembe. Vipi ule mkubwa ungeanza vipi? Kwa maana ili uwe mti mkubwa lazima uanze na udogo. Tusingeupata mpaka leo, tungesubiri sana. Imagine pia mfano leo kuambia aliyetengeneza meli angesema nianze nifanye kameli kadogo kadogo aiza katoi, leo tusingekuwa na usafiri wa meli. Imagine, hayo yote ni mambo kwa sababu watu walijiwekea mahono na hawakuweka limit. Aswa hichi ndo kitu kinachosumbua watu wengi, wanapenda kuweka limit katika vile wanavyoviona. Mimi bwana nitaishia hapa. No, katika maisha usijiwekee kuishia hapa. Sema nitaendelea kupiga hatua kadiri siku zinavyozidi kwenda. Usijiwekee mwisho kwamba mimi ikifika hapa finish. No, hapo malengo yako unaenda kuyabana, na unapojiwekea limit unaweza ukashindwa kufanya vitu kwa usahihi. Lakini unapotoa zile limit kwenye maisha yako utafanya vitu vikubwa na vitashangaza wengi. So naomba huo ujumbe upokee kama ulivyo na usikilize, lakini pia ukipata nafasi ya kufanyia kazi unaweza kufanyia kazi. Na kila ambacho nimekisahau, labda kuna wataalamu ambao wanayafahamu haya mambo kuniliko, mnaweza mkanikumbusha kwenye sekta ya comment. Mimi ni Adani the Professor, mpaka hapo niseme sina la ziada. Ni kwa ajili yako tu nimeomba nikukumbushe hayo, ndugu yangu, wewe hasla kama mimi, mhangaikaji kama mimi, sote tunaweza tukajipata kwa pamoja endapo tu tutaamua kuleteana lesson kama hizi, na tunaamua kupushiana, kusapotiana katika namna tofauti tofauti. Kama ulikuwa bado hujasubscribe kwenye channel yangu, subscribe. Channel ni hii hapa, ni Professor Adani Aiza, mtu wajuake ya watu hawajui bwana, sisi wote tujuake. Hizo ni channel zangu mbili ambazo unaweza kunifollow. Kule Facebook mimi natumia Isaya LG Adani. Unaweza kaenda pia Facebook ukanifollow, utanipata na utaendelea kupata vitu kama na hivi kwa kila siku ambao nitakuwa nakuletea mimi kama Professor Adani.